bwana, Mahiri ameamua kumchukua bidada Zuhura na kumleta maeneo ya hoteli ya kifahari, hoteli ambayo iko usawa wa bahari. Sasa hii hoteli bana, mzee Haruni amepanga kuinunua. Sasa bidada ndo anapewa hizo taarifa. Zuhura alikuwa ni amepagawa kinoma, kwa sababu sehemu alikuwa ameletwa ni sehemu nzuri, alafu panavutia. Bidada Zuhura akaanza kumwambia kwamba hivi, Mahiri, eneo loleta ni nzuri sana na pananikumbusha kipindi niko Alanya. Unajua huwa nikiwa nimeboreka napenda kwenda baharini, kuongea na bahari, kuambia shida zangu zote, na naamini kwamba hapa patakuwa ni pazuri na baba yako hapa hapajaboronga kupanunua. Hasa upande wa pili, Heli narudi nyumbani akiwa mwenye hasira na kumwambia mama, sitaki kuongea na mtu yote, tafadhali sitaki bugdha yoyote. Mama yake na Heli namfuata, binti yangu ni Heli, tafadhali niambie una shida gani? Swala la talaka limeenda aje? Limeenda sawa? Mama anaambiwa swala la talaka mama lipo sawa, ila shida ni kwamba hivi Kemal alivyonitaliki tu akaenda kwa mwanamke wake Asie kwamba ameniacha kwa kunidanganya, si ndivyo? Aliniambia kwamba ananiacha ili mradi ya focus na watoto wake, lakini mama, huo ni uongo, bado namtaka Kemal wangu, bado nampenda Kemal wangu. Sasa bidada anaambiwa na mama yake kwamba mwanangu, Kemal sasa hivi hakuhitaji wewe, unachotakiwa ni kupambana na watoto wako na mtoto wako tu, ila wewe bado ni mzuri, kama utapata mume utaolewa. Upande wa pili nako Nergis anamwambia shangazi yake Merali, shangazi, mama na baba bado hajarudi. Ambia ndio bado hajarudi. Kwani kuna nini? Ambia baba leo kwenda kwenye sala lake la talaka na Heli. Ambia sawa. Wakati anazungumza pale, bwana mkubwa Kemal akafika pale na kumwambia Nergis, binti yangu, swala talaka mimi na Heli nimeshaenda kuliweka sawa, na bidada Asia anawapa taarifa kwamba baba yenu amenunulia jumba moja la kifahari ambalo na kila kitu ndani yake. Huku dogo janja Uguru akisema kwamba hilo jumba la kifahari sina kila kitu ninamgawa, na kusema kwamba yeye atakuwa mpishi. Baada pale Kemal akachukua watoto zake na kuondoka na kumpisha Asia na Merali wapate kuzungumza. Merali alikuwa kumwambia shoga yangu Asia, naona umeamua kumpa jukumu la umeneja mume wako. Ambia ndio, Kemal ni mtaalamu sana wa masuala ya hoteli, kwa naona hilo swala linampendeza. Hasa upande wa pili nako bidada Nergis amzia baba, kwa hiyo mama amekubali kabisa. Ambia ndio mwanangu, mama yako amekubali na sijaweza kupinga kwa chochote. Sasa wakati anazungumza Nergis pamoja na babake, dogo janja Ugu alichomoka pale na kuacha ile kizungumza, wakaendelea kuteta. Kumbe dogo janja alienda kudokoa. Kule kudokoa bana, wakaja kushtuka. Sasa dogo janja anamaliza kile chakula. Mwambie dogo, wewe mpishi gani unamaliza kile chakula chote? Sasa upande wa pili bidada Zuhura amechukuliwa na kwenda kwa bwana mkubwa Mahiri, tena pale pale ile eneo ambao kwa amepanga kwenda kununua, na lengo la kumleta hapa bidada ni kwa ajili tu bwana mkubwa kumweka sawa bidada Zuhura kisaikolojia, ili mradi akiamua kumpa soga zake za swala la ndoa aweze kukubali kukaa kwenye mfumo. Lakini bidada alikuwa anamuelewa bwana mkubwa, ila ndio ile tu kwamba mpitia madhoruba mengi. Kwa hiyo bidada anajua kabisa anahitaji sana kubembelezwa, kupetiwa petiwa. Lakini naye bwana mkubwa alionyesha unyamwezi wake kwa kumjali na kumwandalia vinywaji vile vitatu. Sasa upande wa pili familia nzima bwana mkubwa Kemal imepata kutoka out, huku dogo janja Ugu akisema kwamba anatamani kweli ndugu yake Hamid angepata kuwepo hapo. Akasema hapana, siku nyingine tutatoka wote. Huku dogo janja Ugu huyo tena anasema kwamba njaa inamuuma vibaya mno, kwa leo vyakula vitakuja hapo atakula vyote. Baba yake pamoja na mama yake na Ugu akamwambia, mwanangu, wewe unaweza kula chakula chochote cha kwenye menyu, hata ukitaka kula vyakula vyote kwenye menyu, sisi hatuna noma na wewe. Ila bwana mkubwa Kemal alibaki akimtazama bidada Asie.